Special kwa ajili ya wakulima. Utapata nataka nielezee kuhusu mali ulizonazo, warehouse, boaria, warehouse, wafanyakazi, mishahara, mikopo na budget na daftari ya madeni na recording ya mashamba. Yaani vitu ambavyo nataka nizungumzie kwamba kwa hivyo nitaanza kwa kuelezea warehouse, ambao ni boaria. Warehouse ni store, kwamba wewe mfano unataka una mzigo kwenye store, unataka uweke mzigo, unaona. Okay, unataka uweke mzigo kwenye store. Kwa hivyo kuna sehemu mbili, kuna sehemu ya kuingiza na sehemu ya kutoa mzigo kwenye store. Sijui umenielewa? Kwa maana hiyo kuna sehemu utakuwa unaingiza mzigo na kuna sehemu utakuwa unatoa mzigo. Mfano hapa utakuwa unaingiza mzigo, maana yake add items. Kwa maana hiyo wewe una mzigo unataka uziweke kwenye store, unataka kuzitunza. Kwa maana hiyo itabidi uzijaze exactly, weke jina, weke SKU, weke categories na aina gani, unit ngapi, bei, mifuko mingapi, supplier ni nani, warehouse inaitwaje, yuko sehemu gani, zone gani, rank namba ngapi, shelf namba ngapi. Utajaza details zote hizi alafu utaweka save. Sasa mfano kama mimi nisha save hapa, ndio save item ambayo nimesave, naweza kuangalia item ambayo nimesave. Okay, na sasa kuna kipengele hapa. Mfano kuna kitu kinaitwa ongeza. Nataka kuongeza items, kwamba nataka nitoe items kwenye store, kwamba hapa ni in, alafu naweza kuchagua items hii hapa ambayo ni naongeza, labda naongeza quantity, nimeingiza gunia labda 200, taongeza 2000. Reference kama hamna party, JBSO. Okay, date hapo, alafu naweka save. Na nikisave hapa, maana yake mzigo utaongezeka, kwamba nimeingiza mzigo 2500. Available ni 2500. Utaona kabisa zinazoonekana mpaka sasa zinazopatikana ni 2500. Sasa nataka nitoe mzigo kwenye store, utabidi uje hapa kwenye store, utakuja kwenye movement. Hapo utabidi uweke unataka kutoa mzigo gani. Of course zimeharibika mizigo kiasi gani, utabidi uweke hapa JBSO, utaweka quantity zimeharibika magunia 5, reference number, tarehe zilizoharibika utatoa. Na hapa zitaonyesha kwenye mfumo kwamba kuna video, kuna product batch namba 4 ambayo utakuonyesha pia kwenye store kwamba kuna zimeharibika ngapi, damage zimeharibika 5, na hizo utaonyesha pia. Ukitaka kuonyesha kwamba zimekuwa ngapi, zimekuwa dispatch, imekuwa counting, unaweza kuweka pia kwa kuchagua, pia kwa kuangalia kumbukumbu hapo. Mfano sasa unataka kuongezea, kwa hivyo utafanya vitu vyote hivyo kwenye mfumo. Kwa hivyo hiyo ni kwenye upande wa warehouse. Na ukija kwa upande wa wafanyakazi, hapa nisema ambapo una wafanyakazi, umeajiri wafanyakazi wako shambani, itabidi maana yake tayari utashafahamu mfumo wako ushajisajili. Jina kamili la mhusika utamtaja, nambari, ana namba ngapi, yani ina namba yake ya usajili utaiweka, na kitengo, anafanya kazi kwenye kitengo gani, HR, labor, security and others, ni active au ni suspected property, utaweka kwamba resigned, amerudiwa kusajiliwa upya, utaweka. Msimamizi wake labda atakuwa anasimamiwa na mtu fulani. Okay, tarehe ya kuajiriwa, ameajiriwa tarehe fulani. Mshahara msingi, msimu yake, email yake, picha yake utaweka, maelezo na kadhalika. Then utasave. Baada ya kusave itakuja hapa na kuonyesha ni kitengo gani, anafanya nafasi gani, kama administration officer, hali ni active, mshahara wake ni hapa, na utasoma details zake zingine ambazo hapa hatujaziweka. Na chati itakuonyesha kwamba yeye hapa unafanya kazi kama administration ni nani, historia ya mshahara, kama umelipa utakuonyesha umepaid, hujamlipa, umemlipa, NSSF umemweka nini, utamwekea zote hizo hapo. Kwa hivyo wafanyakazi, kitengo, malipo, umelipa wawili, wanaofanya kazi ni wangapi, utajua. Active payroll runs, umelipa wangapi, utajua, na hiyo pia ni kitu ambacho unatakiwa ujue. Alafu kuna kitu sempa kulipa sa mshahara, chakula utajua. Sasa sempa kulipa mshahara ndo hapa. Kwa maana hiyo utachagua mtu wa kumlipa mshahara ni nani, utaweka hapa jina, unamlipa mshahara moja kwa moja. Okay.
Loan, huu ni mkopo ambao utajua mkopo wako ni bei gani na utaweza kuimanage. Sijui unanielewa. Ya mkopo wako utajua jinsi ya kuimanage, ambapo nishaielezea huko nyuma. Okay. Na hapa ni wale wadaiwa. Unawadai, utaweza kuwajua na kuwadaiwa, kwamba kuna watu unawadai na kuna watu wanakudai. Daftari kuu, deni. Una deni ya shilingi laki. Una deni ya daftari kuu, una deni la shilingi 1,20,000, na deni la shilingi 1,45,000. Okay. Salary, una investment umewekeza hapa others ya 2,000, na hii hapa kumi. Kwa hivyo utajua wateja waliochelewesha, bili wasambazaji wawili au wamechelewesha. Balance sheet tutaangalia madeni ya wateja, mali za kudumu, fadhili, fedha halisi. Okay, madeni ya wasambazaji, mikopo na madeni ya jumla. Utaweza kujua pia hapo. Utaweza kuangalia tarehe mpaka tarehe. Hapo utaweza kuangalia kuanzia labda 2026 Juni. Okay, Julai. Hamna deni lolote ya hiyo tarehe. Sasa utaweza kuangalia.